Mpenzi mtazamaji, kama jinsi unavyoelewa, leo ilikuwa ni siku ya dabi ambayo leo imeleta kizungumkuti kwa asilimia kubwa sana, na mashabiki mpaka sasa tunavyoongea majira hapa hivi bado wako uwanjani. Nini kimetokea? Ni kwa nini bodi ya ligi imeamua kuahirisha dabi hii? Hapa mimi si mzungumzaji mkuu zaidi, mimi nimekuja tu kukuletea mambo kama haya, ila kutana na Pideki. Pideki ndo atakwenda kukujuza mambo mengi sana. Baada ya break fupi tutakwenda kumsikia Pideki anasema nini juu ya uahirishwaji wa dabi hii na nini kimetumika. Je, vigezo gani vimetumika? Je, hiko sahihi ama haiko sahihi? Tutakwenda kuangalia sheria inasema nini na vitu gani vinatakiwa vizingatiwe. Je, hivi vitu vinavyoendelea kujirudia vinaleta afya juu ya soka letu la Tanzania au ndio inakwenda kuangamiza na kudidimiza zaidi? Mimi na wewe endelea kunifuatilia. Kwa majina anaitwa Hans Aniset aka Golden Finger. Baada ya kurejea tunakwenda kukutana na Pideki. Pideki, mambo vipi mzee? Mimi namshukuru. Njema sana. Niko poa kabisa kwako. Bwana, tumeona sakata kubwa sana ambayo limeleta hasara kubwa sana hususan kwa mashabiki na wale wapenzi wa mpira. Hivi hii inaleta afya gani katika soka letu la Tanzania? Kwanza tukianza na sakata lenyewe, mchezo wa dabi umeahirishwa. Umeahirishwa kutokana na nini? Umeahirishwa kutokana na sababu ambazo kila upande unaamini kwamba upo sahihi. Jana simu ya saa 7 usiku wa leo kuamkia leo, taarifa zilitoka kwa Simba kwamba wameahirishwa mchezo kwa sababu wao wamezingatia kanuni ya 17 kipengele cha 45 ambacho kinazungumzia timu mgeni walau apate nafasi moja ya kucheza mpira. Yanacheze walau afanye mazoezi siku moja kabla mchezo wenyewe kufanyika. Kwa hiyo Simba siku ya jana watakiwa kufanya mazoezi au kuweza kufanya mazoezi wakidai kwamba kuna maelezo ambayo yametumika ambayo sio sahihi. Lakini baadaye wakaandika taarifa kwamba hataweza kucheza mechi yenyewe kwa sababu hakukuwa na hayo mazingira rafiki au kufanya mazoezi, na kweli hakuweza kufanya mazoezi. Sasa nini ambacho kilifuata? Kafuata hiyo barua. Baada ya hiyo barua asubuhi unagundua kwamba TFF walisema kwamba mchezo bado upo pale pale, na ukiangalia mpaka majira saa 4 TFF wanapost ratiba kwamba mchezo upo pale pale Kariakoo Derby majira saa 1:15. Ndio. Lakini ilipofika majira saa 8 hivi tunaona taarifa ambayo imetoka bodi ya ligi inasema mchezo ambao umeahirishwa. Kwenye ile taarifa yote mwishoni, paragraph ya mwisho ndio inazungumzia mchezo umeahirishwa, lakini kwenye paragraph ambayo inazungumzia kwa nini mchezo umeahirishwa, ndio ilikuwa inazungumzia kwamba sababu Simba kwamba walikuwa wanaenda kutimiza haki yao ya kanuni ya 17 kipengele cha 45 kwamba kufanya mazoezi kabla mchezo. Lakini ukisoma ile barua kwenye ile paragraph inazungumzia pia kwamba wakati wanaenda kutimiza hiyo haki yao, Simba hawajawasiliana na watu, maanisha kwamba wale ambao wanasimamia ligi hawajawasiliana na mwenyeji wa uwanja. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto hiyo. Walivyoenda pale wakakutana na watu ambao wanasemekana kwamba wametambulika kwa sura kwamba ni bouncer wa Yanga. Kwa hiyo kuna changamoto ambayo imetokea. Hiyo ndio changamoto kubwa, na mimi naiona tukirejea sasa kwenye swali lako kwamba ina afya au inatoa nini kwenye taswira ya mpira Tanzania, naona tumepiga hatua 7 mbele, tunapiga hatua 3 nyuma. Kwa hiyo tumebaki na hatua 4. Kwa kuna vitu ambavyo tulienda mbele sana, lakini tumejaribu kurudi nyuma kwa matukio kama haya. Je, kwa kuiangalia barua ya TFF inaridhisha kwa mashabiki ambao wako uwanjani ama wale wapenzi wa soka? Kuridhika ni kila mtu analizika kwa kipengele chake ambacho ataguswa. Kuna watu watafurahia, kuna watu wataumia kwenye kila maamuzi ambayo yanafanyika. Lakini kwenye ile mtu kama mimi napata maswali zaidi. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu kwamba kama mwenyeji hakuwa na tatizo ya mchezo, kwa nini mchezo unaahirishwa? Kama Yanga hawakuwa na mawasiliano na Simba ambaye ndio mgeni wa mchezo, ndio. Kwa maana hiyo Yanga hawana shida kabisa. Nani mwenye shida? Simba kwenda kunyimwa uwanja. Simba nao walikuwa na haki ya kufanya uwanja. Na maana Simba kuna kitu ambacho wamenyimwa. Wamenyimwa sana na nani? Bodi ya ligi kwa mfano. Wao ndio wanasimamia ligi kuu, taratibu zote. Mechi commissioner anapangwa yeye, nani? Wote wahusika wanapangwa na bodi ya ligi. Ndio. Watu ambao wanahusika kuulinda uwanja, tunasema usalama wa uwanja, bodi ya ligi pia inatoa watu. Ndio maana kuna watu ambao wamesomea kabisa kazi ya usalama viwanjani. Sasa kwenye ile nikiangalia zaidi, siweki kwenye ile barua inaonyesha kwamba Simba hawana tatizo kubwa, Yanga hawana tatizo kubwa, ila kuna watu wachache
ambao wanaonekana kama mabouncer ambao walizuia kuingia Simba kuingia. Wanasemekana ni mabouncer wa Yanga. Yes, wale mabouncer. Yes. Lakini swali ambalo unajiuliza, kama TFF kwenye barua hiyo wanasema kwamba watu wenye mamlaka ya uwanja hakukuwa na mawasiliano na hakukuwa na mazingira rafiki ambayo yameandaliwa kwa ajili ya mazoezi kufanyika. Kosa linapatikana wapi? Kosa linapatikana kwa wale ambao hawakujua kwamba uwanja kabla mechi unapaswa uandaliwe kwa ajili ya mazoezi. Kwa kuna shida ambayo imetokea hasa kwenye swala la uongozi. Mimi naamini aidha uongozi wa uwanja kushirikiana na uongozi wanaosimamia ligi ambao wao wanajua kanuni zinapaswa zitokee, zinapaswa zifanyike, zilipaswa kufanyika, hazijafanyika. Kwa hiyo kwenye ile barua nilichokigundua kwamba watu wenye mamlaka ndio wenye makosa zaidi. Tatizo kama hilo, ama anayestahili kuulinda uwanja na kutoa idhini ya timu kuingia uwanjani ni watu gani wanaotakiwa kuruhusu? Bodi ya ligi ama klabu ya Yanga? Kwanza kabisa uwanja unalindwa na serikali. Ndio. Uwanja sio tu siku za mechi. Siku zote uwanja pale huwa unalindwa. Na ndio maana wewe uweze ukaenda kesho kwa mfano, ukataka uingie uwanjani au utoingie, na maana utashughulikiwa unaenda kufanya nini? Utaulizwa maswali, utashindwa kuingia, kwamba uwanja wenyewe automatically una walinzi ambao wao kazi yao nini? Kuhakikisha ule uwanja unabaki salama muda wote. Sehemu hiyo sehemu ya kwanza. Lakini kama umekodishwa, yule aliyekodi mipaka yake inaishia wapi? Sasa huo ni mkataba kati ya Yanga na waliokodi uwanja, kwamba mwenyeji ndo ana mamlaka kukodi uwanja. Lakini kuna muda mwingine yanatoka makubaliano maalum labda TFF pamoja na uwanja na mamlaka za uwanja. Kwa hiyo kuna vitu hapo ni vingi ambavyo vipo. Sasa kwenye hili kama tunaamua kutrace, tutampata tu mwenye tatizo. Ni nani ambaye amesababisha haya yote kutokea? Kama taarifa inasema Yanga hawakuwasiliana, je, meneja wa uwanja funguo alimpa nani? Alikuwa naye mwenyewe? Ndio. Au aliwapa viongozi wa Yanga? Ndio. Kama aliwapa viongozi wa Yanga, basi tutatrace Yanga na makosa, na kanuni zinasema wazi, timu ikizuia timu nyingine kufanya mazoezi kwa mujibu wa kanuni ya 17, adhabu yake inasema timu kama kwa mara ya kwanza itatozwa faini 500,000 mpaka milioni 1. Faini na kifungo kinaweza kawa au kifungo kisichozidi miezi 3. Lakini kama timu ina tabia ya makosa ya kujirudia itatozwa milioni 1 mpaka milioni 5. Kanuni nasema kama timu mgeni akishindwa kufanya mazoezi siku moja. Ndio. Kitu ambacho sijaona kanuni inayosema kwamba timu isipofanya mazoezi inapaswa isicheze mechi. Yaani timu isipofanya mazoezi ya mwisho inapaswa isicheze mechi, kwa sababu kuna timu huwa zinachelewa kufika kwenye kituo. Ndio. Huwa hazifanyi mazoezi ya mwisho. Kwa hiyo mazoezi ya mwisho ni takwa la kisheria, lakini sio takwa ambalo linaweza likaisitisha mechi. Yes. Katika yale makosa ya kuahirishwa mechi inazungumza kwamba timu ikishindwa kufanya mazoezi mchezo uahirishwe. Kama inasema hivyo, ina maana TFF na bodi ya ligi kuahirisha mechi walikuwa sahihi. Lakini kama hakuna hizo kanuni, nini kilichopaswa kufanyika? Kwa sababu kama Simba wamefika, waliwasiliana na nani? Waliwasiliana na TFF ambao wao ndo na bodi ya ligi ambao wao wanahusika na ligi. Kama waliwasiliana, walijibiwa nini? Hiko ndo kitu ambacho akijazungumzwa kwenye barua ya Simba, akijazungumzwa kwenye barua ya TFF. Hiko akijazungumzwa kwamba Simba walipowasiliana na bodi ya ligi au Simba walipowasiliana na mwenye mamlaka ya uwanja, alijibiwa nini? Na nini ambacho kilipaswa kitokee? Kwa sababu kama kudelay, watu kama funguo tu bodi ya ligi wangeenda kufungua, timu ingefanya mazoezi ili mchezo uendelee. Labda kuna shida ambayo ipo, watu hawakuangalia. Kosa moja linaweza likazalisha madhara kiasi gani? Ndio. Mchezo kuahirishwa umekuwa na madhara makubwa sana kuliko hata zingefanyika jitihada zozote uwanja ufunguliwe watu waweze kucheza. Yaani mchezo kuchezeka, kuchezeka umesababisha madhara makubwa ambayo hayawezi yakafidika kwa namna yoyote. Hakuna mtu anaweza kalipa gharama za mchezo huu kuahirishwa. Fikiria kuna waandishi wa habari ambao wametoka nchi nyingine wamekuja kuripoti dabi. Watu wametoka sehemu mbalimbali. Fikiria Tanzania hii. Kila sehemu watu wametoka. Mwanza watu wametoka wengi. Utakuta watu wametoka Ruvuma, watu wametoka Kagera,
wanaenda kwa ajili ya hiyo dabi. Kwa sababu gani? Kwa sababu timu hizo zote mbili zipo kwenye kiwango bora sasa hivi. Mechi ambayo ilikuwa inavutia kila mtu kwenda kuitazama. Sasa unapoahirisha mechi kama hii, hawa watu gharama nani ataenda kufidia? Ataenda kukava maumivu hawa watu wamepitia, muda plus pesa ambazo wametumia. Vyombo vya habari ambavyo vimetuma wawakilishi wao kutoka sehemu zote za mikoani ya Tanzania zinaweza zikapataje? Lakini Pide, mimi ninachojiuliza maswali mengi ni kwamba kama kulikuwa na jambo hilo, mimi natumaini sheria inasema inabidi timu itume maombi kabla ya masaa 24. Kuna vitu ambavyo wao wanasema, kwa mfano mchezo ukijulikana kuna sababu za kiusalama, mchezo unaweza kuahirishwa muda wote. Lakini sababu za kiusalama zimesababishwa na nini? Lazima tuweze kuangalia. Ndio. Kwenye mchezo huu sababu kubwa inaweza kuwa sababu za kiusalama, kwa sababu Simba hawajafika uwanjani. Kama ingekuwa kuahirisha mechi kwa ajili ya Simba wamefika uwanjani, afa wamegundua kwamba uwanja haupo sawa, tungesema sawa kweli, usalama umesababishwa mechi iahirishwe. Lakini ukiangalia bodi ya ligi imesema kwamba inaenda kuchunguza zaidi nini ambacho kitenda kutokea. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nakiona ndio kuna kanuni, watu wameshindwa kusimamia kanuni. Kanuni zipo lakini watu wameshindwa kusimamia kanuni. Masaa 24 kabla mchezo kuchezwa ndipo unaweza ukabadilisha muda wa mchezo kucheza. Masaa 24 kabla ya mchezo wenyewe. Ni kweli. Kwa mfano kama mchezo unapaswa ucheze saa 1. Ili kubadilisha ratiba tu ya mchezo, kwa mfano unapaswa ucheze saa 10, tumeona saa 1 usiku itakuwa ni balaa, au saa 1 usiku itakuwa, kwa vile huu mwezi watu wote wamefunga, saa 1:30 itakuwa watu bado hawajamaliza kufuturu. Yes. Tuisogeze mbele mpaka saa 2 kamili. Hiyo inapaswa ifanyike siku moja kabla mchezo, yani masaa 24 kabla mchezo. Sasa hii sio kusogeza muda wa mchezo, hii ni kuahirisha kabisa mchezo wenyewe, utakuja kupangiwa tarehe nyingine. Kwa kuna kanuni nyingine ambazo zilizungumzwa zilipaswa kwa afadhali ingekuwa saa 1, kwamba wale watu ambao wametoka mikoani singekuwa big problem. Yes. Ingekuwa tu tatizo dogo ambalo linaweza likasofika. Kwa hiyo kama ndio maana nasema jana na hisi kuna vitu vingi watu hawakuangalia kesho inaweza ikatokea nini. Ndio. Kama wangeona kesho inaweza ikatokea nini, naamini kuna mambo. Shida ya mpira Tanzania kumekuwa kubebana. Unakumbuka mechi ya Yanga na Simba na Yanga hivyo? Yes, ilikuwa ni kwenye kitabu cha Mwinyi. Yeah. Kipindi kile kinazinduliwa. Yeah, mchezo ilibidi uchezwe 11. Ndio. Lakini ukasogezwa mpaka saa 1 siku hiyo. Ilikuwa saa 12:30. Saa 12:30, zaidi ya saa 1 mbele. Yes. Lakini hiyo taarifa inatoka saa ngapi? Asubuhi. Ni masaa pungufu, na ndio maana Yanga akaenda kwenye ule muda. Wakaenda kwenye ule muda, walivyoenda mechi ya kufanyika, kila mtu akaonekana mbaki kwenye kanuni, kila mtu yupo sahihi. Lakini wale waliobadilisha muda walikuwa na makosa kabisa. Walipaswa kuchukuliwa hatua, kwa sababu kabla hujabadilisha muda inapaswa uwasiliane na timu zote mbili. Kama ilivyo kama unavyobadilisha ratiba mchezo, unawasiliana na timu zote mbili. Sasa hawakuwaza kama kutakuwa na madhara ambayo itasababisha huu mchezo usichezwe. Kwa sababu kama angejua madhara huu mchezo usichezwe, uzinduzi wa kitabu kulikuwa na mahusiano gani na mpira kuchezwa? Ni vitu viwili tofauti. Amkujua wiki moja kabla kwamba kitabu kitazinduliwa siku fulani. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatokea, sasa unajiuliza kwamba ligi tunaenda wapi? Tuna watu wengi labda hawaangalii zaidi hasara za kiuchumi ambazo zinatokea baada ya mchezo. Ndio maana kwa mfano tuchukulie baada ya dabi zinazofuata zikose mashabiki, utamlaumu nani? Kama shabiki anasafiri kutoka sehemu mbali anaenda Dar es Salaam, anaambiwa kwamba mechi imeahirishwa siku ya mchezo wenyewe, kwa sababu saa 8 ni masaa 3 kabla timu kuwasili saa 11, lakini masaa 5 kabla mchezo wenyewe kuanza. Sasa masaa 5 kabla tayari watu wapo uwanjani. Siku nyingine anaweza safiri huyu mtu, wakabaki watu wa Dar es Salaam mwenyewe, kwa vile hawana gharama ya kusafiri na nini, wanaweza kaingia uwanjani. Mashabiki wamesema Pidiki watakaa uwanjani kusubiri mechi. Wenyewe hilo swala walijua kwa sababu tayari wamekwisha tumia gharama zao na taarifa kuipata mapema. Mashabiki wako sahihi kufanya kitendo kama hiki ama kitawaletea athari hapo baadaye? Kitu ambacho kitakachotumika sasa hapo ni nguvu. Lakini kama haki inapaswa itumike, kuna namna wanapaswa wafanywe compensation. Yaani kuna namna ambao walipaswa wapate chochote kitu, kwa sababu shida sio yangu. Mimi nimeandaa, nauli nimekuja, nimenunua
tiketi, sio kwamba watu wanaingia bure, wana tiketi zao. Sasa kwa nini unajua huyu ambaye shabiki anaenda kuangalia mpira, huyu ndiye anayevutia uwekezaji kwenye ligi. Kama wasingekuwa mashabiki, ina maana ligi hii isingekuwa na udhamini mkubwa hivyo. Ndio maana ukiangalia Simba na kwa nini zina sponsors wanalipa hela nyingi, kwa sababu ya fan base ambao wanayo. Sasa kama ligi itapoteza fan base, ina maana hata hao wenye haki ya kuonesha matangazo wasingelipa pesa nyingi. Wanaonesha mpira kwa ajili ya nani? Kama mashabiki hawataki kuangalia, utaonesha mpira kwa ajili ya nani? Kwa sababu ya mashabiki, na mpira siku zote upo kwa ajili ya mashabiki. Ndio maana hata kwenye kile kipindi cha corona wakawa wanalazimisha walau zisikie sauti za mashabiki kiwanjani ili mambo ya mazuri. Kwa kuna makosa ambayo yanatokea, tunapaswa kuyarekebisha. Kuna makosa yanayotokea yanapaswa kurekebishwa. Huyo ni Pideki anaendelea kutupa vitu vizuri zaidi ili kutambua ni jinsi gani tunatakiwa tuendane na soka letu. Lakini Pideki, mashabiki pande zote mbili wameungana na wamedai kwamba kuna waliosafiri toka mikoani, waliosafiri toka sehemu mbalimbali, wanasema wanatumia gharama kubwa kuisubiri dabi. Wengine wanasema walilipa nyumba za wageni kuanzia 20,000 kulala na wamelipa zaidi ya siku 5 hadi 3 ili leo watimize lililokuwa limewaleta. Inafika sehemu inaahirishwa. Sasa wanasema gharama zao watazipataje? Hekima gani itumike ili huyu shabiki aridhike? Bahati mbaya zaidi nilikuwa naangalia kila shabiki anavutia upande wake, hao ambao wapo nje ya Dar es Salaam. Ndio. Ila wale waliokuwa Dar es Salaam pale, naamini maumivu yao ni mamoja. Yaani shabiki wa Yanga ambapo Dar es Salaam, shabiki wa Simba ambapo Dar es Salaam, ambaye ametoka mkoani kwenda pale, maumivu anayopata ni the same. Kwamba anachofikiria yeye ni gharama zake. Sasa ni wakati ambao umefika kuwaambia kwanza viongozi wa timu zao kwamba makosa yoyote ambayo mtafanya ili mchezo usitokee, nao tuumiza ni sisi mashabiki wenu ambao tunawachangia, sio swala la kumkomoa nani. Kwa mfano, shabiki wa Yanga, mechi isipotokea kwa sababu ya uzembe wa Yanga, Yanga inawaumiza zaidi mashabiki wake ambao ndio wanalipa kadi zao kufanya timu iwai. Labda Simba ndio imesababisha mchezo usitokee. Mashabiki Simba fahamu kwamba haiwakomoi Yanga, inawakomoa kwanza mashabiki wa kwao ambao wamefunga safari kutoka mbali kuja kuwaona. Hiko ndio kitu cha kwanza hawa wanapaswa kuangalia. Lakini pia TFF inapaswa kuangalia, inawaumiza wadau wa mchezo wa mpira. Kama inataka kulinda mpira, isiwaumize wadau wa mchezo wa mpira. Kwa hiyo lazima, yani huu ni wakati sasa wa mashabiki kutolinda interest zao kwa sababu ya timu zao, wanapaswa walinde interest ya football. Football nasema play fair, be positive. Always kwenye kitu chochote ambacho wanafanya, lazima unapaswa uwe positive. Kwa hiyo sio swala kuangalia nini tumepata kufanya nini. Ni swala kwamba mashabiki kuwaambia watu wenye mamlaka TFF, mashabiki kuwaambia vilabu vyao vyote viwili, makosa yoyote ambao wanafanya. Wanaoumia sio wao viongozi, wanaoumia ni hao mashabiki ambao wanakaa muda wote kuisupport timu. Kuna siku hizi timu zitakosa mashabiki kabisa kiwanjani, tutaanza kujiuliza mchawi nani? Kumbe uchawi ni wenyewe vilabu. Vyenyewe ndio vinataka kuwafukuza mashabiki wao. Kwa lazima waangalie nini ambacho wanakitaka kwenye wakati gani ili mambo yawe mazuri. Auoni kwamba hii inatuletea athari kubwa sasa kwa mashabiki kuendelea kutohudhuria katika viwanja? Hapa sio swala tena la hekima. Ilipaswa ifuate sheria. Kanuni zimetungwa na vilabu vyenyewe. Na kanuni nasema timu isipoingia uwanjani kwa mfano inakatwa alama 15. Timu isiyoingia uwanjani. Msimu huu kumetokea scenario ya JKT Queens zidi ya Simba Queens. JKT Queens wakasema uwanja wao nyumbani. Meja ya Samuel. Ndio. Lakini siku moja kabla mchezo uliambiwa kwamba utachezwa Azam Complex. JKT Queens hakuenda kwenye ule mchezo, walinyang'anywa alama 3. Kwenye ule mchezo wa JKT Queens pamoja na Simba Queens. Kwa sababu gani? Ndio wao wapo nyumbani, lakini walisha submit uwanja wao nyumbani Azam Complex kuelekea kwenye ule mchezo. Na siku ya mchezo wanasema wao wameenda wapi? Meja ya Samuel. Sawa, ndio hapo nyumbani Meja ya Samuel, lakini ulisha submit uwanja wako wapi? Kanuni nasema kubadilisha uwanja ni siku 3 kabla mchezo.
masaa 70 na masaa 72. 72, yes. Ndio ambao unapaswa ubadilishe mchezo. Kwa wale wakalimwa, wakanyang'anywa zile alama. Kuna na biashara. Biashara hawakufika mechi dhidi ya Mbeya City, ndio wakanyang'anywa alama 15. Kwa sababu gani? Kwa sababu hajafika. Hiyo ndo kanuni ambayo alikuwa anasema. Sasa kama kanuni zinafuatwa, swala la hekima haihitajiki. Kama kanuni zinafuatwa PDK hapo nani anastahili kunyang'anywa pointi siku hii ya leo? Kwa mpaka sasa hivi hakuna timu inayostahili kunyang'anywa pointi kwa sababu uhalali umeshapatikana mpaka sasa hizi. Mpaka kwa mfano kusingekuwa na taarifa ile ya bodi ya ligi, Simba isingetokea uwanjani, Simba angeonekana na makosa. Lakini taarifa ile ya bodi ya ligi imewapa uhalali Simba wa kutokwenda uwanjani kwa sababu mechi haipo. Official ameshasema mechi haipo. Unaenda uwanjani kufanya nini? Kwa sababu makosa ni kawaida, yakosekani. Ndio. Lakini unajua kabisa nikifanya nikiiba ni dhambi. Nini kinachokufanya utambue dhambi? Ni kwa sababu kuna amri zile za Mungu zinakataza usiibe. Kwa hata Tanzania tuna hizo kanuni ambazo zipo nzuri tu. Kwa nini tuzitekelezi? Kwa nini tunaita busara sehemu ya sheria? Sehemu ya kutumia sheria inapaswa itumike sheria. Sehemu ya kutumika busara inapaswa itumike busara. Lakini kwenye mambo mengi sana inapaswa itumike sheria. Busara ina nguvu sehemu ambapo sheria hakuna, lakini kwenye sheria busara haina nguvu. Kama ulivyomsikia PDK anakuambia kwamba hapo itumike sheria tu, si busara tena. Wewe unaendelea kututazama, tutaendelea kukuletea matukio kadi jinsi yanavyokwenda, na tutakuwa tunakutana na PDK katika mitaa hii ya mitaa ya Chemba, ambapo tutakuwa tunakuja kujadili vitu viwili vitatu ambavyo vinaendelea juu ya soka letu na kutanuana zaidi ubongo na fikra ya soka ili tuendelee kuboresha soka letu. Jambo la msingi, mimi sina mengi zaidi, nikutakie utazamaji mwema wa chaneli hii. Asante sana.